Ni moja kati ya visa ambavyo vimepata kuongelewa sana katika entertainment scene, ama niseme katika uwanja wa entertainment katika eneo la Mlima Kenya. Trizah Zebed pamoja na mmewe Zebed Ozebed ambaye ndiye bwanake Trizah Zebed. Trizah alipata kuchipuka na kuweza kutambulikana sana mwaka wa 2022 na pia 2021 inapoenda kukamilika baada ya wimbo wake Thina Ni Umagwo, ambao ni wimbo aliweza kutoa na kuweza kujinyakulia mashabiki kadhaa katika uwanja wa nyimbo za Kigooco katika eneo la Mlima Kenya. Lakini mambo kagaja uende yakaja, ndivyo sisi usema kama Waswahili, na yakija lazima nyama za mapaja utakuwa tayari kuzila. Trizah alipata kufanyiwa mahojiano na Mwihe wa Maigi pamoja na Castro Media ambao ndio walimleta in the entertainment scene na kuweza kumjulisha kwa watu wengi, na pale nyota yake ikaanza kung'aa wakati ule akiwa anaishi akiwa analala kanisani, na michango ikafanyika. Trizah akapata maisha mapya pamoja na mmewe. Lakini cha kushangaza ni kuwa pesa alizozipokea Trizah Zebed alipata kumfungulia mmewe kazi ya kuuza grocery, ama niseme kibanda kule katika sehemu za Roi. Pale katika kibanda kile Trizah aliweka pesa ambazo alikuwa amezinyakua pale. Wawili hao waliweza kuoana wakiwa wachanga, kumbuka ni wakorino wawili. Ila hapo jana katika interview ambayo imekuwa ikigonga vyombo vya habari na kufanya wasanii wengine kadha wa kadha katika entertainment arena kuja kuzungumza, ikiwemo Karangwa Muraya, Mutheki Ege, Ibete wa Maitha na wasanii wengi aswa wasanii wa Kigooco, anadai ya kwamba Trizah baada ya pesa kuwa nyingi aliweza kumgeuka mmewe, na baada ya kumgeuka mmewe kazi ambayo alikuwa amefunguliwa ikapata kuzorota, na akapata kufunga ile biashara ndogo ambayo alikuwa amepata kuianzisha ya kuuza ya kuuza groceries na fruits. So the story is, kuna tuhuma na taarifa za undani ambazo zinadai ya kwamba Trizah Zebed amekuwa akicheat on her husband. Lakini mara nyingi mzee baba, haya maisha sijui tuyasemeje ama tuyawekeje. Ubinti alikuwa hana lake hana chake, akiimba wimbo wa Thina Ni Umagwo yakora nini oyo na ni ashari yako. Kumbuka huo wimbo, one of the greatest tunes ambazo zimepigwa sana mwaka wa 2023. So Trizah kukawa ya kwamba the star imepata kushine, nyota yake imepata kuonekana na kuweza kuvumbuka. Lakini unajua wakati nyota yako kama wewe ni kama msanii, wakati inapong'aa ndipo watu wengi hujitokeza, ndipo biashara nyingi hujitokeza, na ndipo wapenzi wengi hujitokeza. So there's a story and an inside story claiming that Trizah has been cheating on the husband. Kigua mukorino mani ni abia kubanare tukiugia atia idhue. Among the people ambao wametokea na kuweza kuadvise the young couple ni ikiwemo na Karangwa Muraya, na nataka nikusomee ujumbe wa Karangwa Muraya in his reaction towards Trizah Zebed and husband Zebed Ozebed breakup, kwa sababu kwa sasa inaaminika wawili hao wamepata kutengana and they are not together. Na yake nikio Karangwa Muraya adikire nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria mostly on Facebook, alipata kupost picha yake na the couple, akasema they are my kids sister and brother. As their elder brother, I will always pray for them and support them. In every marriage there are misunderstanding and differences, and how they are solved is what determine the future of kids. I will not take sides. I will advise them off camera. Let's just pray for them. Ucio ni Karangwa Muraya, na nemo mataro ma Karangwa towards the couple. Na kiria Karangwa akiuga ni atiriri, this is a young couple, so what we can do na kile ambacho tunaweza fanya ni kuwafunza kwamba kila ndoa ina changamoto zake, na hivyo si waamue kutengana, na wakati ambapo kunatokea mtafaruku baina ya wote wawili, iwe wanakimbia kwenye mitandao ya kijamii
na kufanya interviews wakiexposiana. But remember, hawa watu isipokuwa ni hawa watu mnaita bloggers, hawangekuwa wanajulikana. So the bloggers made them who they are. The bloggers contributed to them becoming what they are today. So kusema wasifanye interviews wakati wapo pahali pabaya, it's just like going against the odds. Unajua wakati Mwenyezi Mungu anakupa njia, ile njia itumie vizuri, na wakati unaitumia make sure mara nyingine pia wewe una go back, una give thanks to the people that made you what you are. So Kiengei pia react, and mostly reacted on the comment section, akasema that muthuri ucio gwitwa Zebed Ozebed aliropokwa, so he should carry his own cross, kwa sababu maneno yake anasema, alisema hivi Kiengei, I will read it. Anasema rimwe gukira ni kwa ngoro, he put himself into all this social dark. Sometimes you keep silent on some matters, either right or wrong. From his side, alijileta kwa ulimi ya lambwe. Onoguo mole Kiengei wa watoria Kigooco ri ithwe tukiuge atia mani. Uno kurathi na mbere kunyitana. One thing that has not happened is that Trizah has not come out to defend herself or ratify the story or claim whether they have amended their differences. Because one thing, the two people put their story on social media. They came through, waliweka story, Zebedi aliweza go through the media publish his story. So Trizah also, to ratify a story, she should come through. Aweza kusema aswa ni kipi kinaendelea. Kumbuka Trizah sahi ako na deal mingi za mashamba za advertise, and she is advertising with Maono Lands Limited, na the CEO of Maono Lands Limited Kenyo Wairato aliweza kusema whatever she is going through and whatever is happening between her and her husband, they will not let her go. They will continue standing with her, and her brand itaendelea kupromote Maono Lands Limited ikiwa ni kampuni ya mashamba. Wewe nakuuliza maoni yako ni yapi? Acha comment yako kwenye comment section. Kumbuka hii ni FM Show KE, ni weda wajita kada ya hakirenyaga kana FK Mwenda.